namna gani tutafunga na tutakuwa tunaombaje. Na baada ya hapo tutakuwa na mkutano wa kitaifa kufanya maombezi. Haya maombi tunayaanza, tutavaa magunia wa Tanzania wote. Tutaomba, kila mtu aombe kwa dini yake. Wakristo wakusanyike, watu wa dini Waislamu nao wakusanyike. Kila mtu aombe kwa imani yake. Amen. Namba 4. Kuandamana kunachochea chuki kati ya Watanzania waliojaliwa upendo, umoja, huruma, mshikamano, utulivu na amani. Hii ni kumpa adui nafasi. Hiyo ni Efeso 4 mstari wa 27. Hiyo nimeshaisema sana. Kuandamana kutavunja mema mengi yaliyojengwa na wazee wetu waliokuwa na mapenzi mema na nchi yetu, na itadhihirisha kwamba tumeyasahau mengi mema walioyafanya wazee wetu kwa gharama kubwa na tumeshindwa kuyaenzi. Mfano Mwalimu Nyerere na viongozi waliofuata. Tunaona jinsi ambavyo walifanya mengi kuhakikisha tunapata amani na nchi yetu yenyewe ikakombolewa bila kumwaga damu. Walitufundisha kuishi kwa amani na upendo, mshikamano na utulivu. Sasa tunatakiwa tuyaenzi, tusiyasahau. Na hata na sisi tunapoyaenzi haya, tunatakiwa tutakapotoka duniani tuwarithishe na sisi vizazi vyetu. Historia itatukumbuka kwamba tuliwarithisha mema, sio tuliwarithisha vurugu kuwachochea wakagombane. Hapana. 6. Maandamano yanabomoa badala ya kujenga, hasa kwa nchi zinazoendelea. Unajua wenzetu kule wanaweza wakaandamana pasitokee uharibifu au isitokee hasara kubwa ya binadamu na mali zao, kwa sababu wenzetu inakuwa ni tofauti sana na sisi. Sasa kwa sisi hapa watu wenyewe wanaoandamana asilimia kubwa utakuta wana njaa. Kwa hiyo mumo shetani atapita. Watu unamwambia mtu ana siku 3 hajanywa, ana siku 3 hajala, na mwingine mayai anayaonaga kwenye tray tu dukani. Alafu uende kumwambie twende tukaandamane, na mwingine soda. Mimi nakumbuka, usione wewe unakunywa soda, kuna mwenzako hata soda hanywe, anakunywa Christmas, mwaka mpya na sikukuu. Kuku, kuna mwenzako kuku anakula Christmas. Sasa wewe leo hii wewe unataka umwambie tukaandamane, na maana mabanda yote wanaouza kuku pale watu wafike wafanye uharibifu. Hilo tunalipinga kwa nguvu zote kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Namba 7. Maandamano ni mbinu ya adui. Nimekwambia nina sababu 12 kwa nini tusiandamane. Maandamano yana mbinu ya adui ya kuwamaliza Watanzania haraka. Yani nyuma ya maandamano hapo ungejua mapepo yaliopo. Viumbe wasioonekana, majeshi ya mapepo wabaya kama nilivyokusomea katika Waefeso 6 ile 12. Wapo kila kona. Yani wanasubiri tu upige kipenga tuandamane. Hao wanaingia, wanaanza kufanya uharibifu. Sasa matokeo yake tunaenda kugombana na jeshi ndugu zetu. Mimi nataka nikwambie siri moja. Yaani usiwaone hata hao maaskari, yaani walio wengi ni watu wema kuliko unavyofikiria. Hata viongozi wamo wengi tu wema tu kuliko unavyofikiria. Lakini nakwambia tatizo ni ibilisi. Kwa hiyo ndio maana unaweza kashangaa hao wanakwenda kupigana, ukasema polisi bwana wamepiga risasi, polisi wamefanya hivi. Hicho kiini macho tu ndugu yangu. Mwenye masikio na asikie. Namba 9. Mkiamua kupigana wenyewe wakati vita hamwezi,
mtakumbuka kurudi kwa Mungu mkiwa mmechelewa sana, na hasara nyingi mtakuwa mmeshazipata, na wengine mtakuwa hampo. Unaona leo unasema maandamano. Lakini utajikuta kwamba utakwenda huko, kapigane, umedondoka, imekuwa hivi, limetokea la kutokea, haupo. Sasa uliyekuwa unasema maandamano haupo. Umeelewa? Sasa ndugu zangu, hebu mwenye masikio na asikie maneno ambayo Roho anawaambia Watanzania. Yesu alikuwa akihubiri akasema, maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Haya maneno ninayozungumza mimi ni roho tena ni uzima na uponyaji kwa Watanzania. Namba 10. Mkijipigania wenyewe, Mungu atakaa pembeni kuwatazama mpaka mtakapomrudia na kumuomba yeye awapiganie. Kama nilivyosema, yani utakumbuka shuka kumekucha. Hasara imeshapatikana, mnaanza kujuta. Unaona sasa hivi watu wamekufa wengi, tumelia ndugu zetu, inauma. Unaambiwa mtoto wa mjomba wako, mtoto wa nani. Yaani ukikusanya wale ndugu, karibia 6, 7, 8 kwenye ukoo mmoja 10 wamekufa. Kilio kiasi gani? Sasa leo tena nataka kuongeza kidonda kingine. Ndugu zangu, kumbuka hii sasa shetani akiichochea, yani maana yeye anaichochea na anafurahi sana, anajua kwamba yani nimepata kafara nono, na mtamsababisha yani shetani awe anapata kafara nono tena endelevu. Kwa sababu gani? Chuki itaendelea, kulipizana visasi, kwanza kutafutana, huyu mbaya, wewe anamsema mwenzake mbaya. Wananchi wanasema viongozi wabaya, viongozi wanasema wananchi wabaya. Chama fulani anasema chama fulani kibaya, hii kibaya, yani mbaya. Kwa hiyo wote tunaonana wabaya. Matokeo yake shetani sasa anasema yes, nimewapata. Kwa hiyo matokeo yake watu wanaishia kugombana, kuuana. Yani hii sasa atapita humo kwenye njia hiyo ili kusudi sasa nyinyi mtakuwa mnasema si yale maandamano, si yale maandamano. Sasa ndo utashangaa sasa, maandamano mtu anafia ndani, kweli hayo sio maandamano. Kwa hiyo ni shetani, ni mtego. Msikubali huo mtego wa Tanzania, na ninaomba Mungu leo awafunulie kila atakayesikia sauti hii, afunguke masikio, afunguke na macho katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hitimisho. Nataka niwaambie sababu zingine sasa kabla sijafika kwenye hitimisho, kwa nini tusiandamane. Kwanza namba 11 ni kwamba ukubali au ukatae, kuandamana sio asili yetu wa Tanzania. Unajua kuna vitu vingine ukifanya sio asili yako itakuletea shida tu. Unaona wenzetu kule Ulaya wanavaa vinguo, yani wengine wanaweza kavaa vinguo vifupi lakini unaona ni sawa. Lakini sisi wa Tanzania, hata kama unaimba hizo nyimbo zako wewe kama msanii, ukavaa nguo fupi au ukaonyesha mwili, au ukatembea tu barabarani unaonyesha mwili wako, utashangaa kwamba yani akili ya Mtanzania ikubali, nasema yani huyu amepotoka kabisa. Kwa sababu gani? Sio asili yetu. Kwa hiyo ukifanya jambo ambalo sio asili yenu litakupa shida. Maandamano sio asili yetu wa Tanzania. Hata uhuru, Mwalimu Nyerere na wenzake walileta uhuru bila kumwaga damu. Na Mungu anasema kama tunataka ukombozi wa aina yoyote, uwe wa kiuchumi, uwe wa nini, wowote ukombozi ambao tunautaka wa Tanzania, tutaupata sio kwa kumwaga damu. Kumwaga damu sio asili yetu. Kwa hiyo ndio maana tusifanye hivyo. Hivi mimi nikuulize swali moja. Hivi unafikiri sisi wa Tanzania tuko makabila mangapi? Mengi sana, lakini tunaongea lugha moja na tunapendana, tuko kama ndugu.
Yaani ukitoka hapo umeenda Mbeya ni ndugu zako. Umetoka hapo umeenda Bukoba ni ndugu zako. Umetoka hapo umeenda sijui Pwani ni ndugu zako. Umetoka hapa sijui umeenda wapi ni ndugu. Yaani sisi ni ndugu wote. Ndio maana Tanzania ni nchi ya watu wapole. Sasa unataka ufanye kitu ambacho sio asili yako wewe. Wewe asili yako wewe sio kuandamana. No. Kwa hiyo unaona Kabila tunaongea kwa kupendana. Unafikiri kitu rahisi? Kuna watu wengine ni makabila mawili tu au matatu kwenye nchi, lakini wanashindwa kunakuwa na ukabila. Lakini sisi hakuna ukabila. Lazima ujiulize hicho kitu. Kwa nini kimewezekana? Kwa nini hicho kitu kimewezekana kwetu? Kwa sasa usifanye kitu ambacho sio asili yenu. Kwa hiyo sio asili ya Watanzania. Namba 12. Endapo utahamasisha maandamano na umeisikia sauti hii. Endapo utahamasisha haya maandamano na umeisikia hii sauti, na kuhakikishia mimi ninayeongea nimetumwa na Mungu. Ukidharau sauti hii, ukahamasisha maandamano, yeye atakayekuwa ametenda kosa akamdhuru mtu yoyote au likatokea dhara lolote, damu yoyote itakayomwagika, aliyetenda na wewe uliyehamasisha, mtakuwa kundi moja. Kwa maana ya kwamba damu itakuwa juu yako, kwa sababu Mungu amesema. Alafu wewe uweke ukatae, umbishie kwamba hakuna Bwana. Mimi nazungumza hivi kwa msisitizo mkubwa kabisa. Isikilize sauti ya Mungu. Kwa hiyo ukisikiliza, Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Sasa lazima tukubali na tutii. Na kama unabisha, basi fanya, halafu utayaona matokeo yake. Mungu ndo anasema, sio mimi ninasema. Namba 13. Mpiganaji yoyote afanyapo vita lazima apige hesabu zifuatazo. Unapotaka kwenda kupigana vita yoyote ile, lazima umjue adui yako. Ujue ana uwezo gani, ana nguvu gani, ana silaha gani, yuko wapi. Alafu ndio kwenda kujipanga kupigana. Lakini kwa hili ndio maana Mungu anasema hili hamliwezi wa Tanzania. Mungu akishapigana, alafu mambo hayo mengine sasa ndio yataendelea. Atatuachia nchi yetu iko salama. Kwa sababu shetani atakuwa ameshamweka mahali pake huko, amemfunga na mawakala wake. Kwa hiyo tutakuwa tumebaki sisi wa Tanzania kama sisi wa Tanzania wenyewe, binadamu. Kwa hiyo hatuwezi tena kugombana. Tutaishi kwa amani. Kumbuka amani yetu itazidi, itakuwa mara 7 zaidi. Sasa hapo ndipo sasa baada ya hapo siasa ziendelee. Mimi sio kwamba nazuia kwamba sijui siasa ni wana harakati labda nawazuia, hapana. Sijui nazuia mama sasa huyu mchungaji anasema ina maana siasa isimame, harakati zisimame. Hapana. Kwa hili ndugu zangu, kwa hili nisikieni vizuri. Kwa hili narudia tena. Kwa hili, hii sio vita ya binadamu na binadamu. Nakwambia, hii ni vita ambayo nyuma yetu sisi kuna adui na mikakati kaishaipanga. Na ndio maana mimi nitatoa siri zote wakati nitakapokuwa nikiendelea, hata wakati wa maombi, kwa sababu utaona kwenye kuhitimisha hapo nitatangaza maombi. Kwa hiyo nitakuwa ninafunua siri, nitazungumza zote ambazo Mungu amenifunulia kuhusu hayo majeshi. Nitakwambia yako wapi, na kuambia anatumia maumbo gani, nitakwambia nitakwambia kuna majeshi yasiyoonekana yako wapi au majeshi nitakwambia. Kwa hiyo nitakueleza kila kitu, na sisi sasa tutakuwa kwenye uwanja wa kutengeneza platform ili Mungu apigane. Unajua sisi huwa tunapigana kwa njia moja tu, maombi. Na nitakuelekeza tunapiganaje. 14.
Nilizungumza samani, nilisema 12 ziko kama sababu zaidi ya 10